hapa. Alafu wengine tunawapea passport. Na wale tunapea passport wengine ni wakora, wahuni ambao wana sifa mbaya, wanatuharibia sifa ya nchi yetu. Wananchi mnakubali nchi yetu itendewe hivyo? Hebu nione wale mnasema hatutaki, hatutaki. Na serikali waelewe hivi. Wao wako na mamlaka ya kutawala nchi, lakini nchi ni yetu sisi wote. Na tuna haki kusema yale ambayo tunayasema siku ya leo. Mwisho, nataka kuambia wale wenzetu wa polisi, hata wale wengine ambao wako hapa, wao pia ni wa Kenya. Ama namna gani? Wengi wanasumbuka kama wafanyakazi wa serikali Kenya hii. Wanakatwa SHA, wanakatwa housing, taxation imeenda juu, mwezi huu NSSF imeenda juu, wako na shida. Sisi tunataka serikali kwa sababu tunataka kurekebisha haya maneno. Tunataka kwa kutoa hii SHA, turudishe mfumo tulikuwa nao wa kutoa afya. Tunataka sisi kutoa hii maneno ya housing, tutengeneze mpango ambao unawasaidia Wakenya wafanyakazi kupata ajira kidogo katika payslip yao. Tunataka kazi kwa sababu tunataka kulainisha elimu. Wananchi, mko tayari kabisa kwa mabadiliko? Hebu sasa tuseme kwa kauli moja, hawa ni one term, na tuambie sawasawa goodbye. Sisi tuko tayari kuendesha serikali. Harambee! Asante Gilgil. Nimekuja hapa na viongozi wengi sana wa chama cha Jubilee chetu. Wengine pia ni viongozi wa jumbe wa bunge. Mheshimiwa Obadia huyu ni mjumbe wa bunge kutoka Bobasi. Mheshimiwa Senator Richard Onyonka ndio yule pale. Mheshimiwa Onyonka. Tuko hapa na viongozi wa chama chetu cha Jubilee. Bwana Kioni yuko pale, mwenyekiti wetu Mheshimiwa Kemosi, chairman wa Jubilee wote kutoka pande hii, Kiambu nimeona hapa, Nyandarua na wale wengine. Kiongozi wa vijana wa Jubilee Angel Mbuthia ndio yule. Sisi tunaandamana na tunakubaliana vile tumezungumza hapa, sisi wote viongozi tutashirikiana kuhakikisha kwamba tumeleta mabadiliko yale ambayo Wakenya wanahitaji. Kule mbele labda tutapata nafasi kiongozi mmoja kutoka pande hii upande la ufa kutoka kwa Jubilee, Secretary General wetu Mheshimiwa Ole Kenta atuzungumzie. Lakini kwa wakati huu wananchi ninawashukuru. Lakini la mwisho kabla sijaondoka hapa, sisi tumekuwa na mikutano wiki hii vile Mheshimiwa Rigathi amesema. Sisi kule tuliamua kwamba kwa sababu serikali haitaki kulinda mikutano yetu, tutalinda mikutano yetu sisi wenyewe. Mumeamua hivyo? Mtu akija kuharibu mikutano yetu, tunawafundisha adabu. Tumekubaliana? Wangapi wanakubaliana kwamba tuwafundishe adabu? Sisi hatuingili mikutano ya mtu na mtu asiingilie mikutano yetu. Sisi tutatii sheria na tutafuata sheria vile katiba inasema, kwa sababu kila mtu ako na uhuru wa kuzungumza na kufanya mipango yake ya kisiasa. Wenzangu wote wa hapa, kina Salome, kina Charles Mburu, viongozi wa Jubilee na washukuru. Tushirikiane na wengine tujenge taifa letu na tukae katika safari ya kuleta mageuzi na mabadiliko katika Jamhuri ya Kenya. Mungu na wabariki. Asante sana. Harambee! Harambee! Asante. Asante. Mama wetu, dada wetu wa hapa nyumbani, kiongozi wa kitaifa, the Honorable Martha Wangari. Gilgil oye! Nakuru oye! Nasema Nakuru sababu hata tukiwa Gilgil hapa ni Nakuru County. Naomba mabango iende chini, wale wako kule waweze kuniona. Mambo. Asanteni kwa kutokelezea vilivyo. Hakuna kitu inaendelea sawa sawa. Tunamwambia tumetosheka na hiyo ukora wake, na tunataka serikali ambayo italinda haki ya kila Mkenya. Tunataka serikali italinda rasilimali yetu na kupatia Wakenya huduma. Mimi nakwambia, ukitupatia kura kama upinzani,
na ukipatia maslahi yenu iwatumikie. Na tunasema hii kaunti ya Nakuru iko na kazi ya Kasongo ni kuita wengine wa kabila yeye, sababu washahidi wote walimalizika, pengine atatuambia walienda wapi. Mimi namwambia akiendelea kuleta furugu Kenya, akiendelea kuua wa Kenya, akiendelea kutudhurumu, tutamurudisha pale Hague. Aendeshe Kenya kulingana na katiba, na akishindwa na kazi tuko tayari sisi na ndugu zetu hapa. Lakini nimwelezee, unaona hiyo kofia? Chama ya mama ni People's Liberation Party. Nikisema kwa kifupi inaitwa PLP. Ndio tutaweza kuungana Kenya tukishikana na nyinyi. Na waomba, chukua kura yako, weka vizuri, piga kura uchaguzi ukija, na wewe kijana kaa hapo ulinde nini? Kura, sababu Kasongo ni mwizi sugu, ataiba kura zetu tukikosa kulinda. Ya mwisho kabisa, usibabaike ukisikia Kasongo amepata viti 4 kwa uchaguzi mdogo. Uchaguzi mdogo wanaweza kupeleka pesa kwa kila nyumba, lakini general election hataweza. Musimame imara, usibabaike, lazima tutamuondoa. Aende asiende? Aende asiende? Nionyesheni kura ya one term. Asante sana. Sasa introduction peke yake, nimeandamana hapa na deputy wangu Profesa Kagwanja, ndio huyu ananyosha mkono. Niko na mrembo hapa karibu nami, anawania women rep kule Nyeri. Sasa introduction peke yake, nimeandamana hapa na deputy wangu Profesa Kagwanja kule Mai Mahiu. Niko na Ragui, David Ragui, anawania MCA kule Nyandarua. Asanteni sana, na tujue ni one term. Asante mama wetu, thank you. Tuko na National Organizing Secretary wa chama cha DCP, kiongozi wetu kutoka Meru, Captain Senator Mithika Linturi. Ako pale Senator Linturi. Girigiri oye! Girigiri amjambo! Harambe! Harambe! Watu wa Girigiri, pokeni salamu za ndugu zenu na dada zenu kutoka kule Meru. Mimi nimetumwa hapa kuja kuona na kusikia kama watu wa Girigiri wanaungana nasi kule Meru wakisema one term, tuweze kumuondoa Kasongo. Tuko one term. Tuko one term. Ya mwisho niwaambie, musisuke na musibabaishwe kumuondoa Kasongo. Kile tunataka ni kuungana kwetu, tushikamane pamoja, kura zetu tuweke pali pamoja, tuhakikishe ameenda nyumbani. Muko tayari? Muko tayari? Na sisi tumesema musiwe na wasiwasi. Meru, watu wa Mlima Kenya, kura yetu tutaungana na wale wengine Kenya, ili kura zetu milioni 6 tuweke kwa kikapu kimoja. Sawa sawa? Kwa hivyo Kasongo hata tutandanganya, ametuzoea na tumemwamulia. Zile kura zilimfanya rais, sisi tulimpatia. Na tumesema hapana, aishie asiishie, aishie asiishie. Sasa Kasongo tunakuambia 10th of August ni P.O. Box Sugoi. P.O. Box wapi? P.O. Box wapi? Asanteni sana, Mungu awabariki.
Haya, kiongozi wetu, former Attorney General and Speaker of the National Assembly, mtoto wetu wa hapa Embu, the Honorable Justin Bidan. Sisi hatutaki kupatia Kasongo plani yetu saa hizi. Plani muhimu ni ya kuhakikisha kwamba Kasongo anakuwa one term. Ni kweli? Na kabla kuondoa yeye kwa sababu ya utawala mbaya, utawala mbovu, hakuna kitu tunamwambia plani yetu. Kwa sababu kila ukisema hivi Kasongo anawaambia mambo mengine. Sasa mimi nataka kuaddress Kasongo mwenyewe direct. Kasongo, William Ruto, umeambia Wakenya juzi, wabunge, that you are a consumer of raw information. That is what you said. Na ukasema you know too much. Kila kitu kinafanyika kila pahali. Sasa nataka Kasongo atuambie namna hii. If you are that consumer of raw information, your NIS purported to foil a terrorist attack in Kitengela. Tell us, how did foreigners, mercenaries, killers, people who have been accused of genocide end up registering as Kenyan citizens holding Kenyan passports? Kasongo ameshindwa? Si ameshindwa na kazi? Inawezekanaje hao wauaji kutoka Sudan wawe wamechukua kitambulisho ya Kenya kama yeye hajui? Ni kumaanisha kwamba Kasongo ni yeye anaenda kuleta hao wauaji kutoka Sudan mpaka serikali ya Amerika. It's the American government which had to come up with the information that this man, the brother to Hemeti, is holding a Kenyan passport. Kasongo, you must be privy to this information. Tell us, why are you bringing terrorists in Kenya? Kasongo anataka kutumaliza kwa kutuletea wakora hapa nchini. Alafu anasema atatushinda na kula milioni 2, milioni 3. Mnaamini hiyo kweli? Kwani ataenda kuleta kutoka Darfur? Hata akifungua mpaka ya Somalia pale. Kasongo, tunataka kukuambia tarehe 10 mwezi wa 8, wewe tunakupeleka nyumbani Sugoi, na kwa sababu ya ile ukora umefanya hapa Kenya, kuiba mali mashamba ya Wakenya, kuchukua mali ya SHA 44 billion ambao Auditor General amesema hajui ijulikani iko wapi. Kasongo, wewe tukikupeleka nyumbani lazima tuje turokote wewe, tukupeleke mahakamani. Hiyo umeiba, turudishiwa Kenya. Harambee! Harambee! Hiyo ndio njia moja ya kuhakikisha kwamba Kenya lazima iwe na utawala bora, utawala ambao unafuatia katiba ya nchi. Hatutaki wakora wakiingia kwa ofisi wanapora mali ya wananchi. Harambee! Asanteni sana watu wangu wa Gilgil. Thank you. We want to welcome our cousin from the Mulembe Nation, the Honorable Eugene Wamalwa. Gilgil hoye! Hebu tusalimiane hewani Gilgil hoye! Harambee! Watu wa Gilgil, munakumbuka tulikuwa hapa? Tulienda kuzika mke wa mzalendo JM Kariuki. Munakumbuka? Siku hiyo tulikuwa party leaders watatu. Party leader wa DCP Mheshimiwa Rigathi Gachagua, party leader wa Wiper Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, nami Bwana Wamalwa nikiwa party leader wa DAP Kenya. Tulisimama hapa baada ya Rigiji kuongea, Kalonzo akaanza, mawe yakaanza kurushwa hapo. Mnakumbuka? Tukaambiwa eti hapa Gilgil nyinyi ni watu wa 2 term. Hiyo ni kweli? Nyinyi ni wa 2 term.
Nyinyi ni wa Susan Kihika? Nyinyi ni watu gani? Nyinyi ni watu gani? Kuna watu wa one term hapa? Hebu nione mikono. One term. Ay. Sasa leo nataka nishukuru watu wa one term wa Gilgil. Ninyi mumeamua leo kutukaribisha hapa timu ya one term. Sawa sawa? Vile vile tuwashukuru mumeamua ninyi wenyewe mulinde serikali ijayo ya one. Si ninyi mmetulinda vizuri leo? Mumetukaribisha vizuri. Na leo tuna ujumbe mmoja tu. Bwana Kasongo anasema ati hawa viongozi wote hawana akili. Kando na party leader zao watatu waliokuwa hapa, leo tumekuja na party leader wa PLP Mheshimiwa Martha Karua. Tumekuja na kiongozi wa Jubilee Mheshimiwa Dr. Fred Matiang'i. Tumekuja na kiongozi wa DP Mheshimiwa Muturi. Kati ya hawa viongozi 7, 4 sisi ni mawakili. Martha Karua huyu amekuwa Minister wa Justice. Mimi nimekuwa Minister wa Justice. Huyu bwana JB amekuwa Attorney General. Stephen Kalonzo Musyoka Senior Counsel. Mmemwona huyu? Leo tukiwa Gilgil, tunataka tuambie Kasongo yeye amefanya makosa chini ya international law. Amefanya mambo yanaitwa illegal conscription of civilian population into the Russian military. Hapa Gilgil tunawashukuru kama Wakenya. Ninyi hapa ndio mmetulindia wanajeshi wetu. Si wanaishi hapa kwenu? Hawa wametrainiwa Kenya na hawa ndio wanalinda taifa letu. Tukiwa na shida kupambana na Al-Shabaab, wanajeshi wetu ndio wanaenda kupigana na wanajeshi wengine. Imekuwaje William Ruto amechukua vijana wa Kenya wasio wanajeshi na amewauza kule Urusi waende wawawe kule Ukraine? Hiyo ni ungwana kweli? Ningekuwa Leonard Mambo Bochana ningeuliza, je, huo ni ungwana? Wewe kuuza watoto wa watu. Umeuza vijana wetu kule Haiti. Wengine wamerudi Haiti sababu ya pesa. Leo tuko tunasema Bwana Ruto, we will not allow you to lead our young people like lambs to the slaughterhouse vile uko unafanya. If you are not killing our young people on the streets na risasi na serikali yako, wewe unawapiga risasi ya mguu. Vijana mpo, vijana wa Gilgil, tunataka tuwaombe tushikane na hii team, sababu wanajaribu kuzuia mikutano yetu hapa. Juzi Nairobi tumepigwa tear gas. Vijana wetu kina Sifuna Babu Owino Kitengela wamepigwa tear gas. Wakiwa Kakamega wamepigwa tear gas. Tumeenda Kisii kwa Matiang'i ametuma wahuni eti watupige kule. Leo kule Gilgil, kabla hatujafika Mai Mahiu, ametuma magari ati watuzuie. Atatoboa kweli? Atatuweza kweli? Mutalinda sisi? Mirengo ni miwili. Kuna mrengo mmoja wa kulinda Kasongo na huu mrengo wa kulinda Kenya. Leo tuwauliza watu wa Nakuru County. Ninyi ndio county kubwa zaidi na kura nyingi baada ya Nairobi na Kiambu. Nakuru you are the third. Ninyi mkiamua mnapeana mwelekeo Kenya. Wewe Nakuru kuwauliza watu wa Gilgil na Nakuru, ninyi mko mrengo wa linda Kasongo ama linda Kenya? Wangapi wako tayari walinde Kenya hapa? Asante. Mwisho Kasongo anakuja kutafuta vijana. Anatafuta vijana na pesa ya Nyota. Eti atakuja anunue vijana wa Gilgil na pesa ya Nyota. Pesa ya Nyota sio ya Kasongo bwana. Pesa ya Nyota ni ya Benki Kuu ya Dunia, ni ya Kenya, ni pesa yenu. Akileta mchukue sawa sawa. Lakini zaidi mchukue kura tumpeleke wapi? Hata akikuja na Nyota Ruto ni one. Hata aje na Jua Ruto ni one. Hata aje na Mwezi Ruto ni one. Ni mbaya. Sema mbaya. Sema mbaya. Asante, Mungu awabariki. Asante. Munisaidie tumukaribishe kuzo wetu, our cousin Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Gilgil hoye! Gilgil hoye! Hapa ni one term.
No mweomererie. Mnajua Kikuyu? Andoito muriega. No mweomererie. Onaka kadira kara. Mwaseo. Muko sawa? Harambee. Ebu Ruto na wauni wenzake wajue Wakenya wameamua hapa Gilgil na Kenya nzima, kwanza wao watatimuliwa mamlakani kisheria. Wangapi wanasema one term, one term, one term? Sababu niulize, sababu ni vuvuzela tafadhali. Sababu niulize kama bado mna nyumereria vile Mheshimiwa Eugene amesema. Tulitoka kwa mazishi ya mke wake, one of our foremost nationalists, J.M. Kariuki, na kufika hapa yeye hata hakufikiwa na kuongea. Maneno iliishia kwangu, tukaona mawe na tukasema tunarudi. Tumerudi, hatujaribu, tumerudi. Wangapi wanatukaribisha? Na tumerudi na sababu maalum. Sababu maalum. Kenya yetu iko hatarini. Iko hatarini kabisa. Na kwa hivyo ni wakati wa kujikomboa, kama vile dada yangu Martha anasema, mujipange mujikomboe. Tuungane tujikomboe. Sisi wana Wiper, nikisema Wiper utanipatia kukomboa Kenya. Kwa sababu lazima uamue kama uko tayari kukomboa nchi yako. Wiper! Wiper! Wangapi wako tayari kukomboa nchi yao, kukomboa nchi yao, kukomboa nchi yao? Nimesimama hapa kuunga mkono yale yote yamezungumzwa hapa. Aswa vuvuzela tafadhali. Vuvuzela tafadhali. Kuna jambo muhimu hapa. Sababu ya kukomboa nchi wakati umefika. Vile ndugu Muturi ameongea, JB Muturi. Yeye alikuwa Attorney General, wakili mkuu wa serikali ya Kenya. Mimi unakumbuka nilikuwa makamu wa rais wa Kibaki. Ni sisi na Kibaki tulileta free primary and compulsory education, ile ambayo Ruto ameharibu. Anasema, nakubaliana na Rigiji, alisema ata Wakenya wataamua kulingana na rekodi ya kila kiongozi. Rekodi ya Ruto ndio hiyo, kuchukua vijana majensi, kuwaua, kutoa amri vijana akifanya maandamano apigwe risasi. Hiyo ndio rekodi ya Ruto. Hiyo ndio rekodi ya Ruto, kusema wawekwe wengine ndani ya masubaru na kuzungusha wiki moja. Hata wakati huko na wazazi Kenya hii hawajui watoto wao wako wapi. Hiyo ndio rekodi ya Bwana Ruto. Kwa hivyo mimi nataka nitoe hoja hapa. Kama Ruto ataendelea kutumia polisi vibaya hapa, kwa mfano ukiona mtu anatoa tear gas, wamepindua nia, badala ya polisi kutuingilia wanatuma mmoja wetu hapa, alafu wakati kama huu unalipua tear gas. Hakuna mwananchi wa kawaida akona haki kubeba hiyo silaha ya kutoa machozi. Hiyo inamilikiwa tu na askari wetu wa polisi. Kwa hivyo mkiona tear gas ikitumika kwa umati kama huu, mjue huyo ni Ruto. Na hiyo ndiyo rekodi yake ya Ruto, kuwapiga wananchi tear gas. Hiyo ndiyo rekodi, hiyo atajajiwa nayo, kwamba mkutano kama huu, badala ya polisi kulinda wananchi, wananchi wenyewe wameamua kujilinda, kama vile tuliona Kisii. Tuseme Kisii oye! Wangapi wanasema tutafanya kama ndugu zetu wa Kisii, kujilinda sisi wenyewe? Ile hoja kali natoa hapa. Na mimi naomba tukisonga mbele, JB Muturi ani second, tukienda pale Nakuru. Ruto has committed an impeachable offense. Naongea hiyo kwa lugha ya Kimombo. He has committed an impeachable offense, kupatia wahuni
Sijui kama mwae kusikia kikundi upande wa Sudan, mambo haya ndio ilikuwa anashughulikia sana. Kikundi ambacho kinaitwa Janjaweed. Janjaweed ni Waarabu ambao wanaenda juu ya farasi na wanatumia hata misaliza. Unajua misaliza? Whip. Anafanya namna hii, anafukuza mtu mweusi kama wewe. Sasa ile impeachable offense amefanya Ruto ni kumpatia komanda wa kikundi hicho kukaa hapa Kenya na ndugu yako kupatiwa passport kama vile Matiang'i amesema, traveling document. Wewe mwananchi wa Gilgil ni haki yako kwanza kupata kitambulisho, na ukitaka kusafiri nje ni haki yako kupatiwa passport. Wangapi hapa hawana passport? Wale hawana passport inua mkono. Badala ya kupatia wananchi wa Kenya passport, unapatia wahuni kama hawa wametema Rigiji, wale wanaua wananchi kwa halaiki. Anaua wananchi kwa halaiki. Inaonekana kuna common purpose ya dada yangu mother, senior counsel mwenzangu, establish common purpose between Emeti and William Ruto. Common agenda, uuaji wa halaiki. Kwa hivyo tumekuja hapa Gilgil, tuambieni na kina gavana wenu hapa na wale wengine, either uko na wananchi ama wewe umejiunga na kundi la wahuni. Mahali tumefika, hatuwezi kukubali Kenya iharibiwe. Tunahakikisha wananchi wetu, we shall return the integrity of the nation state. Hatuwezi Kenya iharibiwe kwa kupeana vitu vyake namna hiyo. So what William Ruto has done by giving passport to terrorists, ama kutumia hawa the same, ukitupa tear gas kwa kanisa kama ilivyofanyika pale Witima ya Nyeri, hiyo ni terrorist act. Kwa hivyo kwa rais wa jamhuri kufanya kazi na terrorist, hiyo ni swala ambalo linaweza mfanya afanywe impeachment. Wacha ile alifanya impeachment improper kusema ati Rigiji awe impeach. Sasa nadhani anajuta. Lakini wanasema majuto ni mjukuu. Anajuta, and I have to complete now. Wangapi anakubaliana mimi Ruto amefanya an impeachable offense? Ile kabisa ateuliwe. If I had time I will tell you. Because now hatutakoma. Kusema kweli, tunasema tunataka kubadilisha serikali ati kwa njia ya kikatiba. Agenda yetu ni kuregesha Kenya kwa muundo wa katiba aliyotuachia Rais Mwai Kibaki. Katiba 2010 ambayo inakupa ruhusa ya kusimama hapa, kusikiliza, kufanya uamuzi wako wa kimafikira, kumuunga yeyote kura mkono ambayo unamtaka bila kushurutishwa, bora usichukue jiwe umpige mwenzako. Kwa hivyo serikali ya uni, I want to tell them, wakiendelea na kuharibu mikutano ya amani kama huu uko hapa, wananchi tutasema hatuna imani na idara ya polisi, na sisi wenyewe tutajisimamia. Wangapi wako tayari kujisimamia mambo yetu? Thank you. Ninaandamana. Sorry ndugu. Kuna viongozi hapa. Kuna viongozi ambao wameona waandamane. Na pande tunao huyo mama amepata laini ile ajabu. Shakila Abdalla ndio huyo senator. Alafu tuna Mheshimiwa Robert Mbui ako hapa kwa National Assembly. Mjumbe wa kadhiana kutoka Makueni. Unajua kawaida ujificha ficha, he may be next to you. Alafu tuka Mheshimiwa Susan Kiamba, mjumbe wa Makueni. Ako wapi huyo mama? Mama Susan ako wapi? Simoni ako wapi? Asante. Tuko na Muriuki chini. Wewe fuzela goja. Kwa sababu tutaona mvua ndio. Goja kidogo. Nakuru. Haya, Wanjiko moya. Gilgil Harambee! Harambee! Gani? DCP Nakuru. Tuko Nakuru ama tuko Nakuru? Tuko Nakuru ama tuko Nakuru? Onake tumwere nika kamera the. Onake tumwere atia. Wacha niwaambie kitu moja. Nataka tufanyie Kasongo wimbo. Kasongo bae, 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 Kasongo bae.
Thank you. The Honorable Jane Kihara, our neighbor here, wa Naivasha. Then aspirants mkuwa tayari, jina na kiti peke yake. Watu wangu, wacha tusikizane. Watu wangu wa Gilgil, mimi ndio nilikatia nyinyi constituency, si ndio? Niliwakatia constituency. Your Excellency, there are two burning issues here. Kuna shamba iko mahali inaitwa Oljorai. Oljorai ilinunuliwa na wamama Nyakenywa. Lakini shamba yao ilikuwa kule Solai. Wakafukuzwa Solai, wakaambiwa watafute jaba hapa. Na hata wa leo hawajapata hiyo. Ingine, Your Excellency, ni hii GTI. GTI, kuna investors wa Gilgil wamejaribu kuinunua, wamelipa mali, lakini Kasongo anatumia muhindi fulani, wakishinda kotini anarudisha hao. Watu wa Gilgil tuko one term. Thank you. Gavana wanataka kiti ya gavana. Unasema kiti na jina. Gavana, not MP. Wapi gavana? Gavana Nakuru. Unasema jina na kiti unataka. Harambe! Mimi CPA Mwangi Kasusa nyumbani. Mutanisaidia? Mutanisaidia? Thank you. Asante.